Kwa hiyo 6 raundi 4, kwa hiyo ni pambano lake la kwanza. Wakati nikieleza hapa kwamba hana uzoefu wa raundi nyingi sana, kwa ile power ya Magoma na anahesabiwa. Nilizungumza kwamba ni bondia ambaye ana haraka na anapiga sehemu ambazo zinazouma. Kwa hiyo yani Owino ana kazi kubwa kuzimaliza hizo raundi 8. Wakati najaribu kueleza mambo machache kuhusiana na Lawrence kwamba hajawahi kucheza pambano la raundi 8 kwenye professional boxing, Magoma akafanya yake bwana na akamlambisha sakafu moja kwa moja, lakini Lawrence Otieno yuko imara. Vita ya majirani hii, gadi ikiwa juu, kiendelea bado akiendelea kutafutana, bado hujaona kama kuna jab sana, labda kwa sababu ukiangalia pengine kimuonekano hawa wote wanapenda kuchezea ndani zaidi, wao ni kama wanaviziana. Round namba 1. Raundi ya kwanza ni pambano ambalo linaonekana kabisa lina utulivu na kila mtu anapiga ngumi zake kimpangilio. Ukimwangalia huyu Owino kutoka Kenya ni bondia ambaye akulupuki, na sema tu amekutana na punch ambayo ye mwenyewe kuitarajia kwenye shambulia akajiexpose. Magoma akapeleka ile hiyo hapo right ikaenda moja kwa moja, wakati anapiga na mwenzake anapiga nje ya ulingo, nje ya ulingo. Ladies and gentlemen, and now round number 2. Tuende kwenye raundi ya pili, mzunguko wa pili kwenye mchezo wa boxing baada ya mzunguko wa kwanza kukamilika kati ya Abdul Rahman Magoma dhidi ya Lawrence Otieno. Referee anasema kwamba kuna maji hapa. Huyo hapo ukiangalia kwenye, kama unavyomtazama, ni kijana mdogo tu naye mtaani, huwezi jua kwamba ni bondia hodari kweli kweli. Nimekwambia na umri wa miaka 18, na katika mchezo wake yote ambao amecheza nikwambia kapoteza mchezo mmoja pekee katika michezo 9, lakini michezo 7 ameshinda, mmoja akitoa sare na mitatu akiwalaza watu kwa KO. Je, atapata KO yake nyingine ya 4 hii leo mbele ya Lawrence Otieno? Acha tusubiri tuone mambo yatakavyokuwa. Haya, Magoma amekuwa ni mzuri sana kwenye kumsoma na kuangalia kitu gani ambacho anaweza kukifanya ili aweze kumcounter kama mara ya kwanza. Ametengeneza speed hiyo kwenye combination Otieno kama hivyo, na hiyo ndio Magoma ambao anahitaji kwamba akiingia ndani ya mtego mimi niweze kufiatuka na hii kama punch yangu nilionayo. Owino ni bondia mzuri, ana spidi, ana akili, yaani kitu ambacho kwake kimepungukiwa ni power zile za kumfanya Magoma asiweze kucheza, ndio kitu ambacho yeye hana. Tena body punch pia tena kwa mara nyingine, Magoma akaenda kaipeleka pia na left hand yake. Jab zatoka, double jab pia kwa upande wa Otieno. Umakini mkubwa unaendelea kuonekana kwa bondia wote wawili. Ya kabisa. Jab ikibakia ikisalia kwenye guard. Magoma kujaribu kuchezesha mwili wake kushoto na kulia kumnyima ile target. Otieno yeye mwenyewe hiyo right hand yake anaitumia kwenye jab, akitembea akijaribu kutengeneza lengo mbalimbali, lakini imekuwa ni ngumu sana. Angalia Magoma alipoingia. Yaani Otieno ana triple jab tu, ana jab. Napenda kitu ambacho Magoma anakifanya pale ambapo anapata nafasi ya kuingia kwa karibu zaidi mbele ya Otieno. Anakuwa anafanya kweli, yani akipata nafasi ya kuingia huwa anaenda kupiga kweli.
lakini nimependa na huyo Owino ni aonyeshi unyonge, ni anachangamka, unaona mikono inacheza, kichwa nacho kinacheza, miguu inacheza, ni yupo akionyesha boxing yani. Haya,